Khairati TV. Upesi udhubu wangu, maana mambo ndo yanawifa. Upesi ndugu yangu, maana mambo ndo kwanza yamewifa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani na habari gani wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye watusikiliza na kufuata popote pale ulipo. Sina budi ya kuwa mwenye furaha na bashasha zilizokuwa tele kukaribisha kwa mara nyingine ndani ya kituo chako hichi cha Khairati TV. Kwanza kabisa nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wewe ambaye uchukua muda wako na kutenga na kufuatilia vipindi kama hivi. Shukrani sana. Na siku leo nina mengi ambayo nimekuandalia. Leo tuna cheche nyingi sana. Ni yapi ambayo nimekuandalia? Basi nakuomba usibanduke, usinyanyuke mpaka pale nitakapotia nanga. Kumbuka matangazo haya wayapata moja kwa moja kutoka hapa Phoenix, Arizona, ambapo ndipo makazi makuu ya kituo hichi cha Khairati TV. Naam, basi sina budi ya kuweza kukujuza ni yapi ambayo nimekuandalia siku leo. Siku leo tutazungumzia swala zima kuhusu wanaume wameruhusiwa kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Yafahamika hiyo. Lakini kwa nini hawafanyi uadilifu? Haya ndio mazungumzo yetu ya leo, au unaweza kusema ndio mada ambayo ipo mezani. Sina budi ya kuweza kumkaribisha mwanamke mwenzangu ambaye ameelimika zaidi katika hili na yupo radhi kutuwaidhisha mpaka pale tutakapowaidhika kweli kweli. Kuomba mwanamke mwenzangu, lakini pia wewe mwanaume ambao watufuata na kutusikiliza popote pale ulipo, utenge muda wako mzuri sana na kuweza kumsikiliza kwa makini mwanamama huyu. Si mwingine ni Ustadhati Aisha kutoka Burundi, Bujumbura, mitaa ya Buyenzi pale. Tumeiweka mada wazi na yeye yupo radhi. Tafadhali, najua sitokuangusha katika hili siku ya leo. Basi karibu niweze kumkaribisha na yeye na uweze kusikiliza mahojiano yetu mimi na yeye. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadhati Aisha, karibu ndani ya studio zetu za Khairati TV na uweze kuwasalimia wasikilizaji na watazamaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maadaya wa Ustadhati Aisha Juma min dawlati Burundi wa naiba raisatul jamiyati istiqamatu litadamun wa ta'awun wa tanmiya wa ummi al-aitam. Wapendwa, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na waamkia kwa mamkizi aliyokuwa mema ambao mnafuatilia katika kipindi hichi katika muda huu wa siku ya leo, ni kwamba kwa mara nyingine mkiwa na Ustadhati Aisha Juma kutoka Bujumbura, Burundi, ambaye ni mkazi wa Buyenzi, barabara 14 namba 44, mlezi wa mayatima, pia ni visi wa chini ya kiongozi wa shirika la Istiqama. Karibu ndani ya studio zetu kwa mara nyingine tena, na tunafurahi sana kuwa nawe katika studio hizi za Khairati TV ambapo makazi yake makuu ni hapa Phoenix, Arizona. Leo ningependa nikuombe kwa heshima na taadhima, kama utakuwa upo tayari, tuweze kuzungumzia wanaume wameruhusiwa kuoa zaidi ya mwanamke mmoja, lakini kwa nini hawafanyi uadilifu? Naam, kwanza niseme alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya leo ambayo ni siku tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala kuniwezesha kwenye TV Khairati kwa mara nyingine kusikana na aya ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum. Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani tukufu, Allah akiwaruhusu wanamume anawaambia ya kwamba fankihu, oweni, yani ni amri ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewapa kweli waoe, ma tawaba lakum minan nisa'i, katika wale ambao wanawafurahisheni katika wanawake. Mathna, Allah subhanahu wa ta'ala akaanza wawili, wa thulatha akawapeleka kwa watatu, wa rubaa akawaambia na wanne. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huyo ambaye aliwaparusa akawaambia fa in khiftum, Allah akaambia lakini ikiwa mtakuwa na hofu na mtakuwa na oga na mtakuwa mnamcha Allah subhanahu wa ta'ala, alla ta'dilu, ya kwamba hamwezi kufanya uadilifu, fa wahidatan, Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia wachukue mwanamke mmoja, au akawaambia au ma malakat aymanukum, au wale ambao mikono yenu ya kiume imewamiliki, ni wale watumwa ambao wameruhusiwa kuoa. Lakini hivyo hivyo, japo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruhusu akawaambia waoe
wawe wawili, watatu, wanne. Kuna aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia na akawahofisha, akawaambia wala ntasatiu antadilu baina nisai wala uharastum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia japo mpupie hawa wanawake kwenda kuoa, hamwezi mkafanya uadilifu. Ni masikitiko yaliokuwa makubwa kumuona mwanamume wa Kiislamu akiitwa Juma, akiitwa Suleiman, akiitwa Khalidi, au akiitwa Saifu, au akiitwa Abdallah, anapupia akijipa tamaa ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wawe wawili, naye anajionyesha kwamba amekuwa na kifua au amekuwa na mabega au anaonekana kwamba amekuwa anachukua wanawake wawili. Hao wanawake wawili ambao anawachukua, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umoja aweza kupewa siku ya mchana, mwingine akapewa za usiku, au umoja kabisa akanyanyaswa na akaachiwa hivyo hivyo, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tadharuha kalmuallaka, usimwachi mwanamke huyo kama vile umemning'iniza. Baadhi ya wamama wengi wa Kiislamu wamening'inizwa, yani wamekaa kwenye manyumba, wao wanaoitwa ni wa house girl, yani waabida, wayaya wa watoto, kwa sababu alizaa, anasema nabaki hapa kwa nyumba hii kwa sababu nimezaa na baba huyu, au anasema nabaki kwa nyumba hii kwa sababu nilikuwa naye serikalini. Na haya ni madhara na matatizo pia, na wahofisha wanawake pia. Na nyinyi wanawake wenzangu kama vile mimi, wakati mwingine Mwenyezi Mungu aliwapa hawa na mume ruhusa kufanya hivyo, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akaweka masheria, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaweka sharti zake. Katika sharti ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizoweka, amewaambia wanamume, a'udhu billahi minash shaitani rajim, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaambia wanamume, muishi na hao wanawake sehemu mnayoishi nyinyi sawa na uwezo wenu. Leo mwanamume anamwacha mwanamke kwao, ndio anapewa zamu kwao, na akimuona baba yake yuko hapo, siku hiyo mwanamke apewi zamu. Je, kweli wanamume wa Kiislamu mnakwenda sawa na yale matako ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyozungumzia na akayasema? Na hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kadasema wala yudhar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha wala mwanamke huyo asidhuriwi na asifanywe unyonge. Leo mwanamume yuko tayari kumfanyia mwanamke visa na vitimbi zaidi ya shaitani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wakana kaida shaitani dhaifa, vitimbi vya shetani ni vidogo, viko chini. Inna kaida kunna adhim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema vitimbi vya wanawake viko juu. Lakini leo baadhi ya wanamume wana visa na vituko na vitimbi na viherehere zaidi ya shetani na wanawake. Mungu awaongoze watu hao. Umeweza kuzungumzia vyema kabisa, kwa sababu umeweza kuweka vithibitisho kutoka katika Qur'ani tukufu ambayo ndiyo mwongozo wetu. Lakini ustadhati, kuna wanawake ambao huingia katika ibada hii ya ndoa kwa makubaliano, na wanaume hutumia sababu hizi za kujikinga au za kujilinda kunapotokea sababu zingine hapo mbeleni, kwamba walianza katika makubaliano. Umetolea mfano kwamba mwanamke anaweza kuolewa lakini akawa bado yuko kwao akiwa na wazazi wake na akitegemea kupewa zamu ili hali yuko kwao. Imetokea mathalan mume anakuja akamkuta baba yake au mzazi wake mmoja wapo, hiyo siku zamu yake hatopata ibada yake au haki yake kwa hiyo siku. Haya huenda yalikuwepo ni makubaliano yao wenyewe kabla ya kuoana. Walisema kwamba labda tukubaliane maisha yetu tutakuwa ni haya. Na baadhi ya wanaume au mashekhe wengine husema kwamba ndoa ni makubaliano. Wewe hili unalizungumziaje ikiwa tayari umeshaelimika katika haya? Naam, ni kwamba ni kweli katika ndoa kuna baadhi shurutu tataallaqu biha, ni kwamba katika ndoa kuna baadhi ya makubaliano ambayo illa yakun yatajawaz hadillah, ikiwa kwamba hairuki mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo makubaliano mke na mume ni sawa katika Uislamu. Lakini makubaliano yako vipi? Ni kwamba mfano naweza nikautoa huyu hapa kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasemaje? Ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewanadia akawaambia wanamume, enyi vijana, enyi kundi la vijana, yule atakayekuwa na uwezo miongoni mwenu aoe, kwa sababu huwa ni kitulizo cha macho, kwa sababu barabarani kuna vishawishi vingi. Umeona, niseme kama vile nyinyi mnaishi katika nchi za kimagharibi, wanawake baadhi wanatembea
wanatembea uchi, wanawake wengine ndio hivyo wanajuza wao wenyewe. Alafu Mtume alayhi wasallam akaendelea akasema hivyo pia na ni kuulinda utupu wake kutokana na uchafu wa zina. Faman lam yastati, Mtume alayhi wasallam akasema yule ambaye hana uwezo na hawezi, faalai bisawm, ni juu lake kuswaumu. Sasa ikiwa ndiyo hivyo, mwanamke amekukubalia kutokana na mwili unamsumbua, labda ameona umetoka mbali na mke wako akakwambia kwamba wewe, mimi niko tayari kubakia nyumbani. Je, hapo ulipomchukua wewe ulikuwa ufahamu kwamba ana wazazi, anaishi na wazazi wake nyumbani? Na ndiyo maana aya ya Allah imesema waishi wanamume na wanawake pale ambapo wao wanapoishi, kulinda na kutokana na madhara kama vile hayo, kwa sababu wanawake wengine masha Allah katika ndoa, Mtume alayhi wasallam anasema tulaibuha wa tulaibuka, unamchezesha na yeye anakuchezesha, si ndio? Tunarudi katika unyago, mchezeshe na kuchezesha. Kuna wakati mwingine unamkuta mwanamke mwingine katika inda hadha alfi'li, wakati wa jambo hilo mwanamke labda anacheza au mwanamke anazidisha sauti lake linakuwa kubwa, labda ni nyumba ya kupanga au ni nyumba anaishi pamoja na familia yake, sauti lile linakuwa ni kubwa, mwanaume anakuwa mjinga, jahil murakab au mughafal, anamwambia usiongei. Mwanamke anamwambia mume, mimi kama sijaongea, kama sijakuita baby, kama sijakuita hivi nashindwa. Umeshaona? Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala aliwahimiza sana, akamwambia askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, muishi na hao wanawake sehemu mnayoishi nyinyi. Kwa hiyo katika makubaliano na katika sharti ya kuwa lazima pawe uwezo, na huyo uwezo ambao Mtume alayhi wasallam alisema ba'an nawain, ni uwezo wa aina mbili, ba'atal quwwati wa ba'atal infaqiyya, ni uwezo wa kinguvu za mwili na baa ya kuweza kumhudumia mwanamke yule, kwa sababu ala almar'ati laha huquqi, mwanamke anazo haki zake. Kiswatuha bil ma'rufi, mwanamke apambwe na avikwe. Infaqiha, mwanamke huyo pia apewe pesa ya matumizi. Leo unachukua 3,000 unamwachia mwanamke ana watoto 5, alafu wewe unasema kwamba huyu mwanamke kanishinda, unaenda kuoa mke wa pili. Hilo ndio na ni jawabu au ni katika visa na vitimbi, ni kwamba baadhi ya wanamume wamekuwa na visa na vitimbi kuliko haki za Allah subhanahu wa ta'ala, vile Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema. Nakumbuka kuna sahabiyati alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamshtakia Mtume alayhi wasallam, akaambia ya Rasulullah, inna bali, akaambia ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hakika mme wangu shahihun, mme wangu yani ni kama bakhili, mkono wake uko nyuma, fahal akhudhu min malia, je naweza nikachukua katika mali zake? Mtume alayhi wasallam alimwambia mwanamke yule achukue kile ambacho kitachomtosha kutumia yeye na familia yake. Unaona, huu ni Uislamu ambao umewapa ruhusa. Pia waweza kumkuta mwanamume amejaliwa kajenga na nyumba 3 na nyumba 4, mke wake mkubwa, haujui hata kama mume wako ana nyumba, haujui mume wako ana kiwanja, haujui mume wako amejaliwa kujenga. Kila siku mnadanganyana. Subhanallah, ni kwamba mapenzi yale yako katika lahwi, mapenzi yale yako katika ulevi. Mwanamume akishapata miguu 4 mengine hana shida nayo. Kwanza moja, huruma imetoka. Mwenyezi Mungu atusamee na Mungu atunusuru. Allah arudishe huruma. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala turudishe imani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tupe mapenzi katika mina la adala, katika uadilifu. Ni jambo ambalo nakwambia mina al-ihsan, ni jambo ambalo ni jambo kubwa katika wema. Yani mtu kuwa muadilifu hata kwa mke mmoja ni jambo la wema. Mtu anakosa uadilifu, siku ya Eid watoto wake hawapati nguo na ni Muislamu, lakini yeye yuko tayari kuingia dukani kuchukua nguo nzuri akavaa aonekane kapendeza yeye, lakini hana imani, hana huruma na wale watoto. Ama la abidata, ama yule kijakazi ko pale, mfanyakazi ambaye ni mke wake, hajui hata nguo, maskini ya Mungu, ya Eid inavaliwa vipi, labda ndugu zake ndio wampe. Na haya waya hasafa, waya asafa, subhanallah, masikitiko yalioje kwa watu kama vile hawa. Ama wale ambao wana wake wawili, Mtume alayhi salatu wasallam akasema man mala, yule atakayepinda kwa mke mmoja akamuonesha mapenzi waziwazi, akamvika waziwazi, akamuhudumia waziwazi, akampa waziwazi, mwingine akilia, Mtume alayhi salatu asema yuhshar, atafufuliwa huyo muzata siku ya kiyama, ubavu wake umoja umeoza na unanuka na umepinda. Wanaume utafikiri kwamba labda maneno ya Allah leo hawayasikii na tuko kwenye utandawazi, ni kwamba vitu viko wazi. Tuache huyo wa pili, huyo hata mmoja hajui nguo ya mume wake. Unamsikia mwanamke anakuambia nina miaka 12 na mume wangu hata siku moja hajanulia nguo ya laidi, lakini nampenda mume wangu sana. Enyi wanamume, ya antumur rijal, ya antumur rijal, ya antumur rijalu taqullah antum mulaquhu wa satusaluna yawma idhin 'anil na'im wala tazula qadama abdin yawma alqiyamah hata yus'alan 4. Mwokopeni Mola wenu na mkumbuke kwamba mtakutana na Mungu na mtasimamishwa na mtaulizwa katika unyonge
na unyanyasaji ambao mnawafanyia wanawake leo. Wanawake wamekuwa wanakunywa dawa za vichwa kwa sababu ya unyonge. Wanawake wanakuwa wanaugua macho kwa sababu ya unyonge. Wanawake wanaugua miguu kwa sababu ya unyonge. Wanawake wako stresse, subhanallah, kwa sababu ya unyonge. Mke anakudhihirisha na kupenda, mume wangu nataka nini? Mume wangu nataka nini? Je, hamkumbuki kisa cha binti Rasul sallallahu alayhi wasallam, Bi Fatima radhiyallahu anha, binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni Bi Fatima radhiyallahu anha. Ali alikuwa anahitajika kumuoa binti mmoja, kama sijasahau kisa hicho, wa Kiyahudi, lakini Mtume alayhi salatu wasallam alisema kwanza, binti wangu hawezi kuchangia ujumba pamoja na huyu binti wa Kiyahudi. Sasa leo mwanamume umetoka mbali na mke wako, wala tansaul fadula bainakum, mmetoka mbali na mke wako, mmechoka, mmetafuta, mmehangaika kuliko mke wako na wanaokula neema. Wewe unaona sumu ya mwanamke kumkomesha ni kumletea mwingine, na kuambia wewe mwanamume haumkomeshi yule mwanamke, unajikomesha mwenyewe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukupa jambazi wewe akakuletea mwanamke jambazi, na hayo tumeyaona kwa wengi. Allah tuongoze, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala turudishe kwenye huda, na Allah subhanahu wa ta'ala tuondoe kwenye upotovu, atuweke katika sehemu anapoparidhia Mwenyezi Mungu Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Ni kwamba ni mambo ambayo yanaumiza, alafu waya asafa, na ndoa ambazo ziko zingine ambazo zinaumiza zaidi ni ndoa za tamaan wal hirsu, ndoa za pupa na ndoa za tamaa. Mwanamume akishakuwa yuko Dubai huko, basi anajua nikimtumia huyu binti yuko Afrika, kimuonesha ibaibui, nikimwambia hapa inawezekana $300 atashtuka mara moja, au nikichukua simu ya macho matatu mwanamke atashtuka. Yuko tayari mwanaume kuichukua simu hiyo kumtumia mwanamke, lakini simu hiyo amekwisha kuiset, yani tunasema ameitrack namba ile, ameweka yeye, alishatia kila kitu chake. Kwa hiyo mwanamke akifanya hivi kwake anaona. Madhara ambayo anayokuja leo ni kuchukua ile picha, labda mwanamke kajipiga mwenyewe, mwanaume anasambaza, alafu anaivunja ndoa, hajakutana na mwanamke, hajaonana, anasema jamani, ushahidi ndo huyu. Enyi wanaume mko Dubai, enyi wanamume mko Ulaya, nyinyi acheni kuchezea mabinti za watu, acheni kuchezea wanawake wa heshima zao. Kwani mnafikiri jicho la Mungu limelala? Alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala naum, alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ni kwamba Allah hasinzii wala halali. Mnawachosha wanawake wengine, mmeoa mezao na watoto wanawake, mnawadhalilisha mbele ya wakwe zao. Mungu amewakusahaweni nyinyi, Allah hajawasahau. Warudu ila Allahi maulakum, rejeeni kwa Mola wenu, rejeeni kwa Mola wenu. Pia baadhi ya wanamume wengine ambao Mwenyezi Mungu awaongoze na wasamee, wanakuambia uzazi wa majina, uzazi wa mpango. Nataka nikuulize wewe mwanamume, unasema uzazi wa mpango. Maryam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amridhie, alayha salam, alizaaje na hana mume? Wewe una uwezo gani wa kuziwia wewe ile mbegu? Una ujuzi gani? Nakumbuka mimi kuna daktari mmoja aliwahi kumwambia mama, akamfahamisha mama fulani kwamba amemfanyia rigateni. Rigateni maana yake ni kugeuza zile matrisi na trompe, haiwezi mimba kuingia. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, ilikuwa ardhi ya Gitega, mama yule kafanyiwa hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala innahu mawjudun wa hayyun qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala yupo, akajionyesha Mwenyezi Mungu kwamba yupo. Mama kafanyiwa rigateni na dokta mkubwa kwamba mama yule anajua hata kuzaa. Fala haula wala quwwata illa billah, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fakun. Amrullah. Mama yule alijikuta anashika ujauzito, mume wake hakukubali ujauzito ule, akamwambia tudu kwa dokta. Walikwenda moja kwa moja kwa dokta yule, wakaingia mkiona mbali, wakaingia ecography, wakipima mimba. Dokta anamwambia c'est pas possible, no, haiwezekani. Dokta anageuza mtoto mpaka mtoto yule akazaliwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamume wewe ambaye wewe unaona kwamba una uwezo wa kumliza mwanamke kila siku, liokope chozi la mwanamke wewe. Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kukupa wewe shida wewe kwa sababu ya lile chozi, ukasema anarogwa na kumbe hujarogwa. Na Allah tukinge, na Allah tunusuru, na tuongoze sote. Kwa hiyo katika siku ya leo, mada ambayo iko hewani katika Khairati TV, haswa wanamume, badilikeni. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru ma bi anfusihim. Wewe unamshindisha mwanamke na njoo unamwambia nataka haki yangu ya ujumba, alafu unamshaki kwa mashekha mninyima haki ya ujumba. Ulimwemelea saa 6 alikula. Allahu Akbar. Ukija ukimtazama unamwambia ukininyima naenda kuoa. Yaani mwanamke, mke wako unaishi naye kwa vitisho ambavyo ni vikubwa. Acheni kututisha nyinyi wanamume. Acheni, kuna malaika wengi. Allah ana uwezo kuteremsha malaika akakutisha wewe, ukakosa ukalala wapi wala utakaa wapi. Allah tuongoze na turudishe kwake na tusamee kwa rehema zake. Naam, wallahi subhanallah, umeweza
umezungumza maneno mazito sana, na ambaye ana akili za ufaswaha basi ataweza kuwa amekusikia na kukuelewa vyema. Umegusia kuhusu ndoa za tamaa, za pupa, na hizi ndo zimekithiri sana. Nilitaka kukuuliza hili kwa sababu wengi hutumia kisingizio kwamba wameruhusiwa kuoa wanawake zaidi ya mmoja, na hii imekuwa ni kama vile gumzo. Yani mume anaoa, anajiongeza mke wa pili, leo kesho kutwa amejiongeza mwingine, alafu huyu wa pili anamuacha au anamtelekeza, vitu kama hivyo. Je, hii ni haki kweli kweli au vipi? Na wengine huoa baada ya miezi kadhaa wanamuacha huyu wakioa mwingine, alafu si kwamba wanatimiza zile haki ambazo zilizopangwa, ni kwamba hawatimizi hizo haki. Anatoka kwa huyu akimzalisha, anaenda kwa mwingine, anamzalisha akienda kwa mwingine. Je, huu ndo Uislamu au vipi? Kwa sababu tukiangalia katika nyakati za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia wale wake ambao aliweza kuwastiri, wengi wao unakuta labda walikuwa ni wajane, wameshajifungua, lakini hawa hutumia kisingizio cha sunna ya kujiongeza mke, wanachukua vibichi, wanaviharibu, wanatafuta vibichi tena wanaviharibu. Hivyo ambavyo walivyoviharibu wakitegemea nani aende akaviguze tayari. Wewe unalizungumziaje hili ustadhati? Moja ambapo ndoa ziko leo, hunaka nikahu iddatun nikah. Ndoa ziko baadhi ya ndoa: nikahu tama wal hirs, nikahu shari'i, nikahu almiswan, nikahu almuta. Ndoa hizi, kuna ndoa za Kiislamu ambazo zina sheria yake, ambazo zile zimekuja aje walii, aje shahidi wawili, aje nani, ije mahari na ije kabuli na ijaba kwa mwanamke, nimekubali, hiyo imekuja hivyo. Haya, nikasema hizi za hirsu, ndoa za pupa na tamaa, ni mwanamume mfano ametoka Afrika, ameenda Dubai, ameenda South Africa, wala ameenda Ulaya, anakuja Burundi, anakutana kitoto cha 2000, mashallah kipotabo, kitoto kimependeza, kina simu kubwa, kipaka wanja, makeup inamkubali. Ameacha mke wake Ulaya au amemwacha mke wake Afrika, sehemu ambapo wanakaa panaitwa Mbagala Kumi, huwa anapaita Mbagala Kuu. Yani mwanamke huyo anaishi hiyo sehemu ambayo ukitazama mume yuko Ulaya na sehemu mke wake anaishi, hata meza ambayo anapakuliwa chakula ni aibu na fedhea, au mavazi ambayo mke wake anavaa, hata akiwa anavaa nguo za dini ni aibu na fedhea. Akija sasa akiona vile vitoto vya 2000, yuko tayari aende sehemu kujificha. Akishajificha sehemu hizo, hiyo ndio nikahul hirsu, ndoa watama, ndoa za pupa na tamaa. Amekiona kitoto cha 2000 kimenenepa, mashallah, kina hips, wanakitaga figure 8 amepaka makeup, saluni ni 1045. Kwa hiyo amekuja na simu zake za kudanganya danganya pale, subhanallah, wala haula wala quwwata illa billah. Mwanamume huyo ukonda unamtoka, utafikiri kama ni mbwa usiku au simba imemwona binadamu katika sehemu ambapo analala. Yuko tayari atafanya sherehe moja kubwa sana. Kwanza, katika Uislamu hawaruhusiwa na mume mke wa pili atolewe mahari, sijui dola 3000, dola 1500, na mke wa kwanza aliolewa pesa 500 za Kiburundi. Uislamu haukubaliani na hayo. Lazima pawe adala, pawe uadilifu katika hao wanawake wanaolewa, mahari zikurubiane na zifanane. Mwanamke huyo atafanyiwa sherehe. Hapa kwetu Burundi, mashallah, tuna maukumbi hapo na yafahamu kwa sababu mimi alwatwa ni mtoto wa hapa. Atafanyiwa sherehe kwenye ukumbi kubwa kubwa, ataitwa wasomo kutoka Tanzania waje, ndio onekane kwamba wasomo wao wanajua kualika kuliko wengine, na hawajui chochote wala lolote. Umeshaona? Atakuja afanyiwe sijui pate, atafanyiwa surprise na wabinti wenzake wa 2000, wanakuja kumsurprise, wanampeleka tu sehemu fulani, wameandaa vitu. Hizo zote ni gharama za nani? Za mwanamume. Huku mke hajui nguo ya mume, mke hajui chakula kitamu, mke ana watoto ambao kawazaa hawajafanyiwa hakika, lakini kwa sababu amekiona kitoto cha 2000, basi yeye masikio yameshakuwa juu. Kwa hiyo hizi tunaziita ndoa za pupa na tamaa. Ama ndoa zingine ambazo tunaita nikahul muta, ndoa za muta ni zile ambazo zinafanya baadhi ya mashia, ndio ndoa zao. Anakuja hapa, akikuja hapa ni lazima ataacha ameoa, na akiondoka ndoa imekwisha. Akienda Kigoma ameoa, na akifika Kigoma ndoa imekwisha. Akienda Gitega ataoa, akitoka ndoa imekwisha. Wamekuwa kama vile baadhi ya Waarabu, watu kutoka nchi fulani, siwezi nikaiongea, wanakuja Burundi, wanapewa miaka 2 watumike. Kwa hiyo wao watakuja, wataoa Burundi, watazaa watoto weupe, wakiondoka hawana shida na watoto, na yule mwanamke ataachwa, bali atakuwa anadanganywa kwa dola 100. Na mwanamke wa Kiburundi akiona dola 100 au euro 100, anajiona hapa mimi ndio nimepata, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ama ndoa zingine ambazo inaitwa nikah al-miswa, ndoa zingine ambazo ndio za makondisio za masharti. Mimi nitakuwa mume wako mchana, au mimi nitakuwa mume wako miezi 3 kwa sababu
sababu niko hapa, naona sijiwezi, inataka kufanana kama muta hiyo. Wanawake, kuweni na akili. Matamanivu yenu acheni kuyaweka kwenye kichwa. Tazameni mbele na mtazame maisha na mtazame watoto. Chukua kitungo mwanamke, nenda kafanye kazi, uweze kutumika, uyafanye maisha yako yawe vizuri. Lakini acha tamaa za hawa wanamume. Wake zao wanalala, wameweka mito, wanalia, wanasikitika. Mpaka wanawake wengine wakawapa waume zao pesa zao. Naweza nikasema kama wanawake ambao wanaishi Ulaya, wamechukua pesa zao wakawathamini, wakawaamini waume zao, wakasema hizi pesa za watoto na hizi tunazopata mume wangu tujenge Afrika au tu tunasaidia. Mwanamke anakuja kujikuta ni kulala, analia usiku na mchana. Akiteremka Afrika anasikia mume wako alikuwa sehemu fulani, alikuwa Nyabugete, mume wako alikuwa Miriwari, mume wako alikuwa si fulani, mume wako ameoa. Mwanamke anasema mimi nifanyeje? Na ndio pale, sio kwamba tunawapa kichwa wanawake wa Ulaya. Wakati wengine hongereni wanawake wa Ulaya kuwakomesha hao wanamume, kwa sababu idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa. Mtume alayhi salatu wasallam anasema mambo yakipelekwa kwa wale ambao sio wenye nao, ngojeni kiyama. Wewe unamhurumia pesa za watoto, unasema mume wangu tutajenga, mume wangu tutafanya hivi, au mume wangu hizi pesa zote tunazitoa sadaka kwa mayatima, au mume wangu tukisikia shida yote imetokea, yeye kazi yake ni kuchukua zile pesa na muhifadhi mwanamume fulani. Mke fulani alinunua viwanja 3 Afrika na pesa zote mke ndo mfanya kazi. Mume huyu alikuwa mgonjwa, akamwambia wala sina matatizo, bado nina nguvu. Mama huyo anapika chapati kwa kuendeleza maisha yao. Mume kila alikuwa akiteremka Afrika, mwanamke amekaa miaka 12 Marekani. Mume kila akiteremka Afrika anaoa. Mwanamke anakuja kusikia mke wa 6. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kilichofuata na viwanja vile mwanaume akavichukua. Na si hivyo tu, na vile pia vilikuwa Marekani miaka dhulumu. Na sio hivyo tu, na akasema mimi na wewe hatuwezi kuvuta hii ndoa kiserikali, nitakukomesha. Nione utaolewa na nani? Nakwambia mwanamke mwenzangu, akisema yeye havuti ndoa serikali, ndoa inajulikana ni ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hizo serikali ni ndoa zetu za kidunia, ile wala tansa nasibaka mina dunia, sababu ya yale maslahi yetu ya kidunia. Una watoto au umekwenda Ulaya, hawezi kukataza kuolewa. Ndoa za leo sio ndoa, ni ndoano. Na dini yetu leo imekuwa ni dili kwa wanamume. Kwanza wamekuwa hata haibu hawana. Alafu na masikitiko, baadhi ya wanadini kubebesha vitoto vidogo vidogo ujauzito na kuvitoa na kusema kwamba ikiwa kama hajapuliziwa roho haina hoja hicho kutolewa. Subhanallah. Haya ni katika madhara na matatizo ambayo yako leo. Siwezi nikaunga mkono bi mkubwa analia. Mimi naweza nikatoa mfano kwangu mimi. Amekuja mwanamume kutoka Australia, masha Allah, ana vyake na kila kitu, ana mke na ana watoto 6. Kanipenda nikampenda. Nilimuuliza la kwanza, vipi mke wako yupo? Wewe unaoa kwa nini? Kadha kadha. Nikamwambia baba, ngoja nikuoneshe. Kama unamsikia Ustadhati Aisha Juma eti ana pupa ya Ulaya kama gisi watu wanaviona, mimi sina pupa ya Ulaya. Najua maisha ni popote. Kuna watu wako Ulaya madhalili wa masikini kuliko wenye wako Mbagala Kuu Dar es Salaam, au kuliko wenye wako Chalinzi, au kuna wenye wako sehemu ambayo sijui, nadhani nikasema basi haya au Tegeta. Wana maisha bora kuliko hata wenye wako. Nikamwambia naomba namba ya mke wako tu tunaongea naye. Tukawa rafiki wawili. La ilaha illa Allah. Nilipomsikia mama yule kila siku analia juu ya mume wake, wallahi nilimwambia ewe Allah, nisiji nikaulizwe siku ya kiyama mimi kuna koindoa. Huyu mama bado anampenda mume wake. Anamwambia mume, ukimuoa huyo mwanamke tukua tunazungumza marafiki, hata baadhi ya vitu namtumia. Lakini niliposikia chozo yule mwanamke, nilichukua namba nikabadilisha, nikamwambia yule bwana Australia, mimi hawezi ukaniona mke wako analia. Amini usiamini, Khairati TV mtangazaji alishuka Tanzania kuja kunitafuta, nilifunga simu yangu. Nilimwambia Allah, siwezi nikaivunja ndoa ya ndugu yangu Muislamu. Lakini wanawake wa leo na baibui zikiwemo na nikabu zikiwemo, enyi wanawake nyinyi, enyi wanawake nyinyi, acheni kuiongea aya jinsi Allah subhanahu wa ta'ala kuiongea. Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 20 ngapi na Bi Khadija radhiallahu anha, wala mtanjibula, miaka mingapi ameishi naye na hajamzalia, na akakaa naye kwa wema na amani na usalama. Mtume alayhi salam alikuja kwa baada ya Khadija kufanya nini? Au Mtume alayhi salam alipomchukua Ummu Salama alikuwa kikongwe kizemba, aliishi naye aje? Ishtarat Ummu Salama bi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ummu Salama alimpa Mtume alayhi salam sharti, akamwambia ya Rasulullah, atakun abali aitami, utakuwa wewe baba wa wanangu? Mtume alayhi salam akamwambia ndio, mimi ni baba yao. Akamwambia Rasulullah, ikiwa mimi ni siku zangu kulala kwangu utanihurumia kwa sababu mimi kikongwe mzee? Rasulullah akamwambia ndio, na ndo nitanyanyua mimi. Akamwambia Rasulullah, mimi nina
wivu mwingi. Akaambia kuhusu hivyo nitakuombea kwa Allah kupunguzie wivu. Mume wa leo kimuonesha unampenda, basi yeye kwako ni kukufanyia visa na vitimbi. Atakuita chizi, atakuita mwenda wazimu, atakwambia sio mapenzi. Sijui mapenzi wanayajuaje? Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Rum, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala mwisho alimalizia yatafakkarun. Allah amesema mapenzi na huruma. Mke anakuambia mume wangu nakupenda, akikwambia nakupenda sio mapenzi, unanipenda wapi, unanidanganya. Mke akikwambia mume wangu mimi nakuhurumia ndio maana sikuombi hela. Sasa wanawake leo jifunzeni kuwaomba wanamume hela. Jifunzeni, mwambie mume wangu nataka hela ya chai. Mwambie sheri wangu nataka hela ya makeup. Mwambie mpenzi wangu nataka hela ya kununua hina. Mwambie nataka hela ya kusukwa. Wanamume wamekuwa mabakhili kuliko makafiri. Na hali ya kwa Islam dinu rahma wa dinu la'aun. Allahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi. Mtume alayhi wasallam anasema dini yetu ni dini ya huruma, dini ya kusaidiana. Allah anamsaidia mja wake pindi mja anamsaidia mwingine. Unashindwa kumsaidia mke wako, wakitangaza msikitini unajifanya wa kwanza, wewe ndio shefu wa kwanza. Na hilo pia niliwahi kuliona kwa mwanamume fulani na muhifadhi. Msikiti wakisema kujenga ndio anajenga kuanzia chini mpaka juu. Siku ya Eid mke anapewa 15,000 na kiato cha 3,000. Haya maisha tumefikia leo. Unamwachia mke wako 15,000, ataemea nini? Umeshamzalisha watoto 6. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ni hayo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wallahi sijui niongeze lipi au nimalize lipi, kwa sababu kama ujumbe umeweza kushiba sana na maneno ni mazito sana, yanatakiwa yaweze kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Kwa kumalizia tu, umeweza kuzungumzia kwamba siku hizi watu wamefanya dini kama vile ndio dili. Ni kweli kabisa, na kama ulivyozungumzia wanaume wanakuwa wanaenda na matamanio yao ya kimwili, pupa, wakizalisha huyu wanaacha na huyu wanaacha hivyo. Lakini pia nadhani umeweza kutufumbua sisi wanawake pia kwamba hivi sasa tuweze kufumbuka macho, na katika heri kwamba kama ni kuomba mahitaji tuombe mahitaji, lakini pia tuweze kuwa makini. Fikiria ikiwa mtu ameweza kumzalisha mwanamke au binti, amemchukua kwao akiwa binti na kumzalisha na baadaye kumtelekeza, kuongeza mwingine na vitu kama hivyo, ili hali huyu binti alikuwa na ndoto zake kadhaa, awe mtu fulani au afanye mambo fulani, au alimkuta akijishughulisha na masuala fulani. Unawashauri vipi wanaume wenye pupa ya kuoa, wakisingizia wameruhusiwa kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, ili hali hawana hata chembe ya uadilifu au hawawezi hata kufanya uadilifu? Lakini pia wanawake ambao wanavumilia kwamba nipo kwenye ujumba sababu ya watoto, ndo wameruhusiwa kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Anavumilia dhiki na madhila, hana namna ya kufanya. Mke na mume, sisi wanawake unatushauri vipi haswa? Kwa mfano mimi mwanamume ametoka Australia, mimi nimetoa mfano kwangu mimi. Nani ambaye hataki kwenda Ulaya? Wale ambao watakaofuata darasa hili wasikie kwanza mfano wangu. Nani hataki kwenda Ulaya? Australia pesa si ndio zimejaa, masha Allah, si ndio zipo? Kini nilipoona mwanamke mwenzangu bado anamhitaji mume wake, nilisema Allah, siwezi nikaivunja ndoa hii. Sasa leo ndoa zinavunjwa kwa dawa, ndoa zinavunjwa kwa vipande, ndoa zinavunjwa hata kwa familia za waume kwa uongo, ndoa zinavunjwa kwa kuonesha kwamba, yani nimetoa mfano kama hata hivyo kwenye simu, mwanamke unaweza kuwa umekaa unavaa hijabu lakini ukasema nimekaa hapa, na mwanamke mwenzangu anakupiga picha kichwa chako kwanza anaonesha, si unaona anaendaga anaonesha kichwa. Mwanaume anajifanya ana dini nyingi, unapewa talaka kwa sababu ya hiyo picha. Alafu kingine ambacho kabla sijaenda mbali ni wakumbushe wanawake wale ambao wenzangu, masha Allah, mnakuwa na huruma nyingi kama yangu kwa kuhurumia waume zenu. Unasema acha nipige picha, nimuoneshe ziwa, nimuoneshe shanga. Nitazisema shanga kwa sababu Mungu alisema katika Qur'ani, akamwambia wala yadribuna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Allah subhanahu wa ta'ala alisema kwamba wanawake wanapotembea wasipigi miguu yao sana, ili vikasikilizika vile walivyofichika katika mapambo yao. Kwa hiyo shanga pia iko hemo. Masikitiko na maajabu, mwanamke akivaa shanga mwanamume anamwambia vitu gani? Hiyo si uchawi kwenu, ndo amekupa. Yani mwanaume anamwambia hiyo ni uchawi kwenu, amekupa. Wanamume mnahitajika kualikwa, nyinyi msiojitambua, msiojielewa. Mmekuwa miaka lakini hamkuiakili wala hamkuidini wala hamkuiimani. Umeona? Allah tuongoze na Allah awe pamoja na sisi. Darasa hili liwe kwetu na kwa wengine ni mfano, na iwe kwetu na kwa wengine ni ponyo ya nafsi zetu, kwa sababu Allah anasema
anasema wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minina. Allah anasema ya kwamba tumejalia maneno ambayo ni Qur'ani yanateremka kutoka kwa Allah ni dawa, na kama wanaona wakitolewa mawaidha hawaponi, wana maradhi, wala yazidu dhalimina illa khasara. Allah subhanahu wa ta'ala haiwazidishii madhalimu isipokuwa khasara. Usishuki na mtu anasoma au anaitwa shekhe au anaitwa ustadhi, wala usishuki na mtu ameshaenda hija, maana hija za siku hizi ni mtihani. Mtu anaenda hija kumwachia mwanamke ile matumizi, ambia sasa hija za mitandao na ukopa kuwataja watu, lakini wakati mwingine wanasema mfano hija alikwenda dada yetu Zari, ni Muislamu, anatoka hija, yuko Maka, yuko Madina, yuko Umra, anaenda kumlilia Allah na mume wake, lakini anatoka kule anakuja anaingia mpisini anakoga uchini hija, anatoka kule anakuja anaweka tatu nyuma ya mgongo huku ndo anaonesha. Subhanallah, hizi ni hija, hizi sio hija. Ndio pale, sio kila anayefia msikitini ni kwamba ita anakwenda peponi, sio kwamba kila alishaona Al-Kaaba atakwenda peponi, no, na sio kila shekhe atakwenda peponi. Mungu atusamee na Mungu atusamehe. Nilijibu swala sijalisahau ambalo uliloliuliza. Nimesema wanawake wao makini sana. Kuna sheria za dini, hata mwanamke katika Uislamu ameambiwa akiachwa, Allah subhanahu wa ta'ala amesema wal mutallaqatu mata'un bil ma'rufi haqqan 'ala al muhsinin, na wanawake walioachwa wamepewa talaka wana haki ya kupewa kitoka nyumba. Baadhi ya mashe hapo wanajua tu kuhukumu talaka, alikusha kuacha kakuacha, hawakombe kitoka nyumba. Wallahi tunawaapieni, tutawashtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya nyinyi mashehe mnazikubali talaka, baadhi ya wanawake wamepewa, lakini vitoka nyumba wanawake hawapewi. Vitoka nyumba wanawake hawapewi, na kitoka nyumba ni cha wapi? Mwanaume anahesabiwa mali ambazo yuko nazo. Allahu Akbar. Unaenda kuwa fasi unatoa dola 2,000, unaenda fasi unafanya sherehe za siku 4 zote, ukumbi wa kila aina. Leo hapa ndo patafanyikia sherehe hii, walima ni hapa, alafu utawadanganya Waislamu msikitini ndoa saa 4, kanzu kubwa ambayo imetoka Dubai ya dola 3,000, uonekane kwamba wewe ndo unavaa. Uongo mtupu. Mjue kwamba na wanawake wamesoma, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na kwamba hao wanawake wana haki kama vile wanamume wana haki. Mtanambia nini lelo mashe? Wapeni wanawake mliowaacha na mnaoacha vitoka nyumba. Pia na hao wanawake wengine wale waliofiwa, sasa ndio mtihani. Familia za Kiswahili, mke ameolewa, ameishi na mume wake, wametafuta, wamepanda, wameshuka. Familia za Kiswahili, wakina mshangazi, wakina basi tayari watoto kumtoa mama huyo kwenye nyumba, wao wachukue mirathi. Acheni ubwege nyinyi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Mtume sallallahu alayhi wasallam aya ilimliza Rasulullah katika mlima wa Arafa. Uislamu anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za mwisho, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah anasema amekamilisha dini, wa atmamtu alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na akazitimiza neema zake, wa raditu lakumul islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yenu. Mtume alayhi salam aya hii ilimuingia, akaanza kunywa Rasulullah wakati wake wa kwenda kuonana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tulinde na vitimbi vya wanamume na shari zao, na walinde wanetu na vitimbi na wandugu zetu ambao wanafanyiwa unyonge. Amin ya Rabb. Amin. Utaendaje kuoa wewe? Hujua watoto wako wanakula nini? Hujua nao wanavaa nini? Hujua nao wanasoma wapi? La haula. Allahu Akbar. Allah tusamehe. Tuongoze Mwenyezi Mungu. Tuongoze Allah. Amin. Tuongoze Allah. Wapunguze Allah wanawake wa Kiislamu mapenzi kwa waume zao, bali Allah wape hawa na mume wao ndio waangaike na mapenzi kwa nyuma yetu. Allah unaweza wewe, hakuna unachoshindwa Mwenyezi Mungu. Wewe una uwezo wa kubadili. Wanawake wanaonewa kwa sababu ya mapenzi, ile huruma. Maskini mwanamke anamhurumia mume, mwanamke anasema basi nitafanyeje? Enyi wanamume, siku ya leo mnanitoa machozi kwa aya ambayo ilikuwa ya nyuma inamdhoofisha Mtume alayhi salam. Mawaidha haya wafikie watu wa Ulaya. Wanamume nyinyi mnakuja kudanganya vitoto vya 2000 Afrika. Allah nakuoneni nyinyi mnashindwa kuhudumia wake zenu, mnashindwa kuwalea
mnashindwa kukaa nao, alafu mnawapangia visa na vitimbi. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Allah anasema wanafanya vitimbi na Allah anafanya vingine. Allah tusamehe sote na utuongoze, turudishe kwenye dini. Unaweza Mungu, hakuna unachoshindwa wewe Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Wallahi sikutegemea kama unaweza kuniliza ustadhati. Wallahi nikushukuru sana, na nategemea ujumbe umefika kwa kina mama, kwa kina baba. Ujumbe umefika haswa kwa wanaume ambao wakitumia pesa zao au matukufu yao ambao wameshayapata ya kuwa wako nje, wako na uwezo, na kuja kudhoofisha watoto wadogo na wakiwatelekeza wake zao. Lakini pia ujumbe wafikie vijana ambao wako labda Dubai, wakitumia matukufu yao ambao wameweza kutukuzwa na kutaka kudhalilisha watoto wa Kiislamu, watoto wa kike ambao wana wazazi wao. Ujumbe umefika. Lakini pia uwafikie na wale wote wenye tamaa za kuoa, wakienda na shahawa zao pasina kufikiria kwamba kuna kanuni na sheria mustakabali ambazo zinatakiwa zifuatwe kabla ya kwenda kupupia jambo hili, kwa sababu ni jambo la kiibada na ni jambo zito, sio la kuoa leo kesho unatoka. Nikushukuru sana, sijui una lolote lingine unaweza kuzungumzia au kuongeza katika hali ya kumalizia? Katika hali ya kumalizia, naomba uongozi wa Kiislamu sehemu yoyote nchini ulipo, ikiwa Burundi, ikiwa Tanzania, ikiwa Ulaya, yule mwanamume Mtume sallallahu anasema idha ataakum man tardawna bi'inihi wa khuluquhu. Watumie hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule atakayekuja mnadai dini yake na tabia zake. Lakini masikitiko leo, baadhi ya uongozi wa Kiislamu karatasi za ndoa wao imekuwa ni kuchezea, kwa sababu vyeti vya ndoa vinatoka mwanzo alafu vyeti vya kifo vinatoka nyuma. Wallahi nawaambia muokopeni Allah. Mwanamume huyo akitoka nje anakuja kuoa nchi yoyote ile, kwanza muulizeni ulikuwa na mke. Leo matawaghuti wanatushinda. Ukienda pale wanakuuliza umekuja umetoka nje, wewe ulishaga wasijawa, tupe seliba. Seliba ni kuonesha kwamba uko selibateri, haujawaga husband. Na ukiwa ulishaoa kuomba divorce, tupe talaka ya mke wako yenye mliachana. Lakini masikitiko na maajabu, viongozi wa Kiislamu hawaangalia hayo. Wanaingia tu ile aya fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba. Ni wivu na msumbua jume wake anaoa. Tukikosa kuwa na wivu na waume zetu, tuwe na wivu na nyinyi. Baadhi ya watu mnatongoza bila mipaka, mnatongoza bila heshima. Hamuwajua wanawake wamefanya nini, na kazi yenu ni kuhukumu, tukutia mashati na makalamu, mnaandika. Mungu anakuoneni nyinyi. Na malia siku ya leo nasema wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Muokopeni Mola wenu na mjue mtakutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio nimemalizia kutoka Burundi, Bujumbura, Ustadhati Aisha Juma siku ya leo. Shukran sana sana za dhati zikufikie hapo lipo Bujumbura, Burundi. Inshallah nategemea tukikuhitaji nyakati zingine utakuwa upo radhi kuungana nasi kwa mara nyingine. Yani mimi neno langu ni hili, nitafikisha wito wa Allah hata ya atia niliyaqini, nikiwa kwenye afya, nikiwa hata angani kwenye ndege, network ikiwepo, simu ikiingia, nikiulizwa nitasema nguvu na nipe moyo, na nifanye kwa ajili yake, hapana kwa ajili ya kusifiwa. Nifanye kwa ajili yake yeye Mungu, kwa sababu elimu hii ni amana ambayo nitakuja kuiulizwa kwayo. Ndio maana na kuwa mwoga napozungumza, na kuwa muwazi wa kuweka mambo yote wazi. Unasikia hata ngazi kubwa za nchi zote nimezisema. Vipi serikali natuwekea masheria na natuwekea masomo pale, mkitaka kuoana sheria ni hizi ni hizi ni hizi, na hivyo kwenye nanda kuna makaratasi wameweka pale kwamba masheria ya ndoa. Kidogo niseme mashallah kwa Abdi John, hizo zipo nimeziona, mkataba wa ndoa mnaandikiana. Tunamuomba Allah atetee kila mwenyewe yuko analilia haki yake, Mwenyezi Mungu amtetee. Amen. Na ujumbe uwafikie viongozi, sisemi tu wa kwetu, uwafikie mashehe wa fasi zote, wa Dubai, wa Belgique, wa Burundi, wa Tanzania, wa Kongo, wa South Africa, watu wote. Huyu ujumbe wafikie mashehe wa dini mnaofungishaga ndoa, watu wanne wakika imekubalika, ziwekeni ndoa hadharani. Ukipewa tu lift sio umefungisha ndoa, mtafungisha ndoa mpaka mtajikuta mama na mtoto wanaenda kuolewa fasi moja. Na hayo ni madhara ambayo mnayapata nyinyi, kwa
sababu hamtaki kuitafuta haki kuwapa wenye haki zao. Mwanamke analilia haki zake, hamtaki kumpa haki zake, hamtaki kumsaidia, hamtaki kumsemea, bali mnamwambia sisi tumesharuhusiwa kama Uislamu rafsa mategeko yukurongora umugoro gira kabiri. Kwa hiyo kipindi kitaendelea. Siku ya leo tuishie hapa. Shukrani sana, nikutakie mchana mwema huko kwenu. Basi tukijaliwa tena kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hivyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maa salama ila liqai fi amanillah. Naam, nadhani mwenye masikio haambiwi sikia na mwenye ufahamu ambiwi ajue. Nadhani tumeweza kumsikiza vyema kabisa ustadhati wetu Aisha, ambaye ameweza kufikisha vyema madai yetu ambayo ilikuwa mezani. Mimi kama nani niongeze, kwa sababu mengi amezungumza na ameweza kutoa ushahidi ndani ya Qur'ani ambao ndio muongozo wetu sisi Waislamu, lakini ndio muongozo wa ulimwengu mzima. Na hivyo hivyo wanaume, vizuri viishi kila siku vinazaliwa, utamaliza wangapi? Huu ndio ujumbe wangu wa mwisho. Tuwe wa kweli ndani ya nafsi yetu na tuwe wa kweli yale ambayo tunazungumza, ili tuweze kupata baraka zake Mwenyezi Mungu. Kumbuka kila unalofanya ni mzunguko wa maisha. Leo unafanya binti fulani hawezi kuwa hivi, mtoto wa fulani hawezi kuwa hivi. Kwa hiyo fikiria vyema kabla haujafanya maamuzi. Ikiwa umeamua kuingia katika ndoa, kumbuka hilo ni jambo la ibada, sio jambo la kukurupuka. Umeamua kuoa, ingia mzima na usitoke, na si kwenda kuchafua binti wa watu na kumwacha hivyo ukitegemea nani tena aweze kumchukua. Nadhani mpaka hapa sina budi ya kuweza kushukuru wewe msikilizaji na mtazamaji ambaye umeweza kutusikiliza kuanzia mwanzo kipindi mpaka hivi sasa. Tutia nanga, ujumbe umefika na tumewaidhika vyema. Nikushukuru sana wewe mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, na tafadhali kheri hii usibaki nayo, zagaza kwa wengine ili waweze kufaidika na kuweza kuelimika. Nikutakie siku iliyokuwa njema hapo ulipo, sijui kama ni usiku au ni mchana, lakini amani na baraka vijae kwako na nguvu kazi za kujenga taifa zetu. Mpaka nyakati nyingine, sina budi ya kusema masalama.